Moja kati ya watu ambao wanapita kwenye vita nyingi sana ni Mfalme Daudi. Tunaposoma habari zake tunaona ni habari za vita, habari za mapambano. Kwa kitambo kirefu kwake imekuwa ni kupigana, ni kupambana, uadui umekuwa ni mwingi kwake. Lakini kuna vitu ambavyo tunapaswa kujifunza kutoka kwake. Anapopita katika hali za mapambano na mapigano, ana mahali pa kukimbilia. Kwa hiyo tutakuwa tukiitafakari Zaburi ya 31. Tutaanza kuanzia aya ya kwanza, tutatilika walau aya 5 au 6. Kuna mambo ya msingi sana ya kuyaona, mambo ya msingi ya kujifunza. Ninajua na wewe kuna mahali unapita, uadui unaweza kuwa mwingi, lakini lazima ujue namna ya kufanya, namna ya kuenenda. Lazima uwe na tumaini kwa Bwana. Ukisoma katika Zaburi ya 31 aya ya kwanza, Biblia inasema hivi: nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Kwa haki yako uniponye. Nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Kwa haki yako uniponye. Kwa hiyo Daudi na wadui wote aliokuwa nao, namna ambavyo maadui walimsonga, kimbilio lake lilikuwa ni kwa Bwana. Jambo la kwanza kabisa natuambia kwenye Zaburi ya 31 ya kwamba nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Kwa hiyo tunapomkimbilia Mungu tunapata mahali ambapo tutahifadhiwa, tutatiwa nguvu, tutapewa ushindi ili tusiaibike. Kwa sababu lengo la adui kushindana nasi, kupigana nasi ni kutaka tuaibike, kutaka kutuingiza katika aibu. Lakini Mungu anakuwa kimbilio, naye anatukinga na kutusaidia ili tusiaibike. Daudi anasema kwa haki yako uniponye, kwa sababu anajaribu kuhesabu na kuangalia haki yake mwenyewe, anaona haitatoshea. Na sisi tukitazama haki yetu wenyewe haitatuvusha. Ndio maana Kristo anakufa msalabani kwa ajili yetu ili tuvikwe haki yake, tuhesabiwe kwa haki yake, na sio kutoka kwenye matendo yetu, ambayo kwa hakika yatakuwa na nafasi kubwa kwa shetani kuweza kutufunga, kwa sababu tumejaa dhambi, udhaifu wa namna mbalimbali, tumejaa makosa mengi. Lakini Daudi anaomba vizuri, anasema nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Kwa haki yako uniponye. Na wewe upate makimbilio kwa Bwana. Kimbilia kwa Mungu katika vita ambavyo vinakusonga. Mungu kwa haki yake akuponye na kukuokoa. Na tuombe. Bwana Yesu, ninalisifu na kulitukuza jina lako. Asante kwa neema yako na fadhili zako. Mkono wako ukawe juu ya mtumishi wako. Wewe Bwana, tunakufanya wewe kuwa makimbilio yetu. Mtumishi wako huyu anageuka kukimbilia kwako. Hana namna nyingine anaweza kushinda, hana namna nyingine anaweza kufanikiwa. Wewe Bwana mponye asiaibike. Wengi wamemsonga wakitaka aibike, wengi wamemsonga wakitaka kumtia mahali pa taabu. Neema ya kwako Bwana iwe juu yake, ukamsaidie, ukamtie nguvu, wingu lako limfunike, neema yako ikamwatamie. Bwana Yesu, ukamponye na kumwokoa. Haki yako ndio ikahesabiwe. Usiangalie makosa yake, usiangalie dhambi zake, usiangalie mapungufu alionayo na udhaifu alionao, bali Bwana kwa haki yako ukamsimamishe na kumuinua na kumponya. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Asante sana kwa kufuatana nasi. Mungu akubariki, Mungu akutunze.